mimi naenda. Gojing akaingia chap, akasema atapigana kwa niaba ya mkubwa wake huyo. Huyu ndo aliyemlea mzee. Hey, fika mpaka baada kuchelewa namna. Peleka panga hiyo. Na maka inama chap chap. Akawa dogo anijua kambia tukia hapo kwa juu namna hiyo. Kamtawanya pale pale. Huyu ni dushi kile kibonge ndo huyu dogo ameshakuwa mkubwa. Amempa mashine. Pigeni mishale. Wakaanza kumchangia Gojing na mishale, akamtawanya namna hiyo. Dogo akapigwa mshale baba. Akamtua namna hiyo mpaka hapa. Ngoja. Mtoto wangu nampiga mshale. Na wakaingia mwingine tena chap, wakaita mashujaa watatu wa wanne hao. Walikuja kumzuia Gojing. Nyaka ya nani? Tunaitwa Demon Dragon Skipper. Tuko wanne baba. Kutoka Yellow River. Wewe mtoto, mweke chini huyo. Mwachie dushi au tukuue. Jamaa kaona hapana. Simwachie mtukuele kama mnamtaka. Gojing tayari sasa hivi ana uwezo wa kupaa. Sasa hivi yuko fiti kinyama. Cheki tu ilivyokuwa namna hii. Hawa ni maode wa wanne wanagonga si mchezo. Pige mashine panga kinama namna hii. Boss mkam mtoto wangu tamua. Peleka sasa huyu mtoto wa boss huyu. Hawezi wakamzuru. Wanamtoa ile wagudani na wapigana na Gojing namna hii. Kuna ngote wanacheza nao namna hiyo. Jamaa kama lakini waizo. Peleka mashine lakini wabonga. Wako fiti si mtaka na wazunguka namna hii. Yuko fiti kinyama. Piga buti akaondoka akampiga mtoto wao mwenyewe. Sasa amemkamata namna hii. Niletewa mpuzi huyo. Akamrusha juu. Akaenda kukaa na watu kule namna hii. Jamaa akamshika chap, awekea panga pale. Haya. Fanyeni mpanone muondoeni huyu. Sasa Gojing akabaki peke yake. Nichekee shughuli ya Gojing namna hii. Peleka panga king wapi? Peleka mishale yuko fiti mbaya. Kumbuka ndo kwanza ni mwanzo tu anaanza kujifunza namna hii. Hajaiva sawa sawa. Si mchezo. 3-4 kwa moja mzee. Amchangia mtu 4 kwa moja. Safi. Vizuri sana ndogo, vizuri sana. Yule prince yuko pale. Lengo lao anataka watu waache kuungana. Maana ufalme wa Jing ni kama unawanyonya hao watu uwezo wao. Kwa sababu gani? Wanachukua ng'ombe kila siku na kondoo wengi kwa wananchi hao. Sasa Temujin alikataa na hiyo hali hivyo. Akapelekea ugomvi namna hiyo. Ndio sio Temujin. Wao finga za kutosha. Wote chini. Mmoja kabakia na mjeledi namna hiyo huyo. Na maka mzunguka kwa kadaka hiyo. Piga kwenye kidevu. Kazi imeisha hizo. Maka mpiga chini kuja akamvuta namna hii. Pingisha sana weka mashine. Wote wako chini. Sasa kirudi huko na shangaa dogo, mbona leo uwezo unaanza kumaster vipi? Na master zake sitakawa na shangaa. Huaga hamasti mazoezi ya sawa sawa, lakini ameanza kupanda uwezo polepole. Kila siku anakuja huku, mchana anakuwa na master wake wale kule, usiku anakuja huku. Mwisho wa siku alianza kupanda uwezo polepole. Wakawa na mshangaa tu. Wakawa na muangalia kweli wa master sita hawa. Wakajikuta wanashangaa. Usiku ukifika, sasa hivi anapanda mwenyewe. Cheki shughuli ilivyokuwa hii. Anapanda pole peke yake mzee. Cheki ngoma namna hii. Anafika mpaka juu bila hata kusumbuka mzee mzima. Hii ni ishara ya kwamba mafunzo huyu mzee anayompa usiku ndio anamfanya anakaa sawa. Na usiku anakaa tu hivi. Kuna nguvu za kichawi alizokuwa anamfundisha dogo azitambue, yeye mwenyewe azitambue. Na dogo akaanza kuiva. Na mzee akaona kabisa Gojing kaanza kuiva kweli kweli. Sasa walimu wakaanza kuona dogo ana improve haraka vipi tena. Niki mtokeo mwaka. Mbona kama dogo uwezo unaanza kupanda polepole. Kama nakumbuka tukao tunamfundisha alikuwa anasahau. Sasa hivi nusu mwezi tu ashajua kila kitu. Huko sahihi. Mnashangaa ghafla tu. Umshahara umemkaa sawa dogo style anazitumia kweli kweli. Hizi zimemkaa kweli kweli. Mimi sijui kwa matumaini kama hivi. Lakini kumwangalia sasa hivi naona kabisa kuna jinsi ambavyo dogo anakuwa na uwezo wa kutosha namna hii. Labda alikuwa anachelewa kujifunza polepole, lakini ghafla namna hii. Lakini miezi michache imebakia kabla mashindano kuanza. Nafikiri hii ndio nafasi nzuri sasa ya kufanya. Wakawa wameangalia, lakini mmoja aliingiwa na mshtuko fulani. Wakiwa wamekaa pale, kuna farasi kutoka porini akawa anapita mitai kwa spidi sana.
Sasa farasi akipita na mbona nguvu kama injini ya gari. Usimuone farasi namna hii. Yaani farasi na injini ya gari huwa zina ukaribu fulani kwa nguvu, kwa spidi farasi anaotumia kikimbia namna hii. Akati anapita pale, wakamwona farasi ni farasi pori, ni kama farasi hana mtu anayemwangalia. Akasema unaonekana huyu farasi ni wa porini huyu. Wametoka wapi huyu? Akasema huyu ni farasi wa porini. Ametusumbua karibu wiki nzima huyu. Tujaribu kumkamata tu lakini tunashindwa kumkamata. Huwa anakimbia kwa spidi sana. Akumshinda ametushinda, huwa anakasirika sana. Kwa njia yote ile, atufanyia usumbufu sana huyu farasi. Uso farasi huyu. Itakuwa ni dragon kutoka mbinguni huyu. Kaja kutuadhibu mtaani. Dragon kutoka mbinguni? Hebu ni muone wa dragon kutoka mbinguni. Jamaa akaamua ingilie mwenyewe. Master akaamua kumkimbia na mtaka yeye mwenyewe amtulize farasi huyu. Jamaa kufika namna hii. Shika farasi, farasi ana nguvu huyo. Kumbuka kumstopisha farasi mpaka wewe chini yako si kazi rahisi. Zamani farasi walikuwa afugwi, walikuwa wanaingia mwituni na mkamata, unamfanya yeye wa kwako yani. Jamaa kufika kwa farasi akamtemea mbali kule. Jamaa kama ameshindwa kumkamata. Ameshindwa huyo. Ikani kicheko. Aka watatu. Unamcheka nini nyie? Akaambia bidi nikununulie kinywaji rafiki yangu. Gojini akaingia mwenyewe akajaribu kumkamata farasi huyo. Gojini, kwa makini kumbuka utakufa. Huyo farasi ni mkorofi. Gojini akamchukua, akaanza kupambana na farasi. Sasa kumbuka, hebu angalia Jing. Mwangalieni Jing. Ametoa wapi uwezo wa namna hii? Mbona kama kuna nguvu inazunguka ndani yake? Lakini uwezo wake unapanda ghafla hizi siku. Nini kinacho kwa mtu anafundisha kwa siri nini? Hasa kwa utaalamu waliokuwa nao, kwa jinsi dogo alivyokuwa anamkimbiza farasi na kumkamata, walipata wasiwasi kwa uwezo waliokuwa nao Gojing. Master alipata wasiwasi fulani. Kuna jinsi dogo kuna nguvu zimemuingia, wakubwa wake wakapata kujua kitu. Alifanikiwa kumstopisha huyo farasi, kitu ambacho mtu mwingine hawezi kufanya. Yeye aliweza kumdhibiti kwa sababu alikuwa na nguvu. Safi Jing! Jing, huyo farasi ni wako kuanzia leo. Anakuwa kwako. Amempata ile farasi. Lakini huyu mkuu aligundua kitu. Kuna mtu atakuwa anamfundisha Jing kwa siri. Walikuja kujadili humu ndani. Sasa walijikuta wanajadili wote. Ni nani anayemfundisha Jing usiku? Shifu, Master, nimemfunga farasi nimeweka mbali na wengine maana alikuwa nagopa sija kaleta shida kwa wengine. Lakini anakuta kwamba master wote wamekasirika. Ni kama wamechukizwa na kitu fulani. Piga magoti. Shifu, Master, nimefanya nini kosa? Kuna kosa nimefanya labda limewakera? Umejifunza wapi style za nguvu ya ndani za ki nyuma yetu? Mheshimiwa, mimi master wangu niziibie mpiga mshale tu. Bwana tudanganya sisi. Kikweli sisubutu kudanganya. Mimi sina master mwingine. Moto wapi uwezo wa kumkamata farasi kwa nguvu zako na ukao unapaa kama vile? Jaribu kujifunza nyuma yetu. Kama sisi tunakofundisha yana maana hao. Hapana sio hivyo. Mimi sijajifunza chochote kile mpaka sasa. Kumgusa? Una nguvu ya ki ndani yako. Nguvu ya kupaa. Haiwezekani. Au bao tuambie ukweli tu. Nani anayekufundisha nyuma yetu sisi? Master, katika huu mwaka kuna mtu mmoja amekuwa akinifundisha mimi wakati wa usiku. Lakini huyu mtu ananifundisha jinsi ya kupumua, kukaa, kutembea na nikaa nafuata maelezo yake tu, lakini alinifundisha ujuzi wote ule. Jing, kwa nini umejifunzia style gani hizi? Ukujua kama ni hizi? Nasema hapana. Alinifundisha kupumua tu, kukaa na kutuliza akili yangu. Huyu mtu ni nani? Hajaniambia jina. Hajakwambia jina? Ameniambia kwamba lakini sijawahi kumuuliza, hajawahi kunipa jina. Nini kingine alikwambia? Alisema kwamba master wangu sita wanaheshimika sana na yeye na nyinyi mna uwezo sawa. Kwa hiyo hawezi kuwa master wangu, mimi alinikataa nisiwe master wake. Lakini pia nashindwa kujua kwa sababu nilikuwa nakutana naye kila siku na nilikuwa na mtu na kujua kujifunza. Kwa kila siku huwa nakutana naye. Okay, nenda. Nenda. Sasa wakapata wasiwasi. Ni nani anayemfundisha huyu style za kupaa hivi?
Kumbe zile mafunzo anampewa kaa kutulia, tuliza akili, yanampa uwezo wa nguvu za ndani za kichawi. Sasa usiku ikifika kama kawaida anapanda anaondoka. Aliwaleta master wake waje kuona huku. Kizuri ni kwamba huyu mtu anamfundisha uwezo wa kupaa. Hana lakini ndakuwa kwamba atakuwa na lengo la kufanya. Aweza kumfundisha bure. Ashafika juu tayari Jing. Sasa huyu jamaa akawa anamsubiri hapa kama kawaida. Master wake pia amekuja mpaka hapa. Alifika hapa. Kufika sehemu kuna mafuvu yako hapa. Asema hii ni kutokana na Black Wind Slayers. Hili ni eneo lao hili. Unawajua watu? Asema nikiwa mdogo kipindi hicho, master watatu walipigana nao hapa kwa muda fulani usiweza kupita. Na kaka watano akawa ameuawa bahati mbaya. Kadava atemfuansi ndio. Alikufa kwa mikono yangu. Asema Kadava alikufa, lakini Mei alikimbia. Na hatujui kama amesharudi. Kama mafuvu yako hapa, wenda yule mchawi karudi tena mara nyingine tena. Tushirikiana pamoja, tufanikiwa kuondoa. Lakini Mei alikuwa amepofushwa tayari. Haoni tena yule binti. Atakuwa na uwezo kama pale mwanzo. Akishakuja ndio tujifiche hapa. Kama akirudi tuangalie jinsi gani anaweza kumshinda. Basi tutakuwa mmoja kulipa kisasi hapa. Maana master wangu sabini nikaonya kwamba kwa mtu anakuja. Kaja ameanza kuongea na kweli. Kumbe yule mwanamke miaka 6 iliyopita alivyoondoka, miaka 10 iliyopita. Sasa hivi haoni ndiye huyu. Mume wake alikufaga. Kumbuka ni kipindi kile Jing alikuwa mdogo, leo amerudi tena. Ni miaka 10. Natumai umenimisi sana huko nilipokuwa. Sasa kama amerudi tena, maana yake amerudi kulipa kisasi. Amekuja na mjeledi wake na mnai. Na mama ni hatari tunamjua. Sasa raundi hii haoni, akawa anafanya mazoezi pale pale. Sasa hivi haoni. Kumbuka mara ya mwisho alitobolewa macho na master wake na kina Jing. Master wake na kina Jing walimpiga wale wa master 7 kipindi kile. Sasa leo karudi tena namna hii. Na huyu jamaa yuko kamuona namna hii. Baada ya hapo mama akaenda kuwatafuta wale mashujaa 7. Akapa lazima akione cha moto mzee. Na kile kisu cha Jing hichi hapa yuko nacho. Hichi kisu ndo kilimuua mume wake hapa. Jing alimchoma cha tumbo ule mtu akafa. Kile kisu ipo nacho. Miaka 12 nimesubiri. Sasa ni wakati wa kuwalipisha hawa. Akaenda kuwatafuta mashujaa 7 pale pale. Na mtu mfuata tuone anaelekea wapi. Wakamfuata ona anaelekea wapi. Sasa master akiwa anakuja. Master akiwa wako hapo wanakuja. Hawako waona hawa, walimuona yule Mei. Wakati Mei anaondoka namna hii, wao wakaja kujua nani anayemfundishaga Jing. Wakamkuja kwa siri kuona nani anayemfundisha Jing. Kufika, master, this is school formation hii. Itakuwa ni Mei ni amerudi tena. Wow, wait. Itakuwa Jing anafundishwa na Mei. Mei itakuwa anamfundisha style Jing. Sasa wao wakaelewa vibaya kama Mei anamfundisha. Wasemaje? Itakuwa Mei anamfundisha Jing hizi style. Wakafikiri kwamba Mei yule adui yao ndo anayemfundisha Jing zile style. Wakarudi huko. Kwa sababu hawakumuona. Kama Mei anamfundisha kwa Jing, wakati tumemfuga chui mbaya kwetu wenyewe. Hiyo haiwezekani. Kila siku Jing amekuwa mkweli, hawezi kutudanganya. Awe mkweli na mtifu ni sawa. Lakini amejifunza style za kichai kama za huyu mtu katili namna hii. Maana yake kitu kibaya. Asema haiwezekani. Anajipanga kumfundisha Jing style mbaya ili kutuua sisi kulipa kisasi. Umeona huo mpango? Maana yake tutakuja kufa hivi hivi kwa mtu tulimlea mwenyewe. Lazima tumuue Guo Jing ili kisasi kifeli. Ndio. Anataka kutuua sisi kupitia Guo Jing. Huyu mpuuzi mimi nimuue mwenyewe. Guo Jing lazima afe. Hapana. Kwa nini asiuawe? Sikizeni naombe kitu. Huyu anasema ni sawa. Mpaka tutu tuna ushahidi kama ni kweli kafundishwa na huyu mtu. Vinginevyo tusimuue Jing. Kama mkikurupuka, tutapoteza hii dhiki rahisi. Mei kamtumia Guo Jing anamfundisha style mbaya ili kusudi baadaye kutuua sisi wote. Wewe ujinga huu. Lakini sikizeni kwanza. Tusipokuwa waamuzi, tutafeli. Kaka watano wamekufa kwa ajili ya jambo jinga kama hili. Wakati Guo Jing anapita, alisikia kuna watu wanajadili mpango kwa siri. Akaa anasikiliza. Wataka kumuua. Kitu gani wanachongea hapa? Prince wa 6 kaja kwa siri yuko hapa anapanga mpango ya siri. Sema tumuue Temujin. Kwani kwa kujadili na nyewe tufanye kitu gani? Temujin amekuwa mkurupukaji sana na mjanja sana. Sio rahisi kumuua. Lakini sio rahisi.
Au utaki. Temujin ni kaka yetu ujue. Nagopa kujaribu kumuua itagaa ukoo wetu tofauti tofauti, kwa hiyo hatuwezi kumuua Gojing. Kama utaki mimi nitafanya, ondoka basi. Kama utaki kufanya hii kazi wewe nenda. Basi mimi nenda. Nenda katumbue siri zetu basi. Lakini Sankun, wewe ni kaka yangu pia. Lakini kaka amebaba kwa kimpenda sana Temujin. Temujin shida yake ataka tawale ukoo wetu kirahisi namna hii. Na tunafahamu vizuri sana. Kwa ajili ya ukoo wetu na urafiki wetu, mimi sikutaka kutumuua sasa hivi. Kwa napanga kumuua Temujin. Kama baada ya leo, hii Temujin na vitu vyake vyote na wanawake wake wote watamilikiwa na kaka yako Temujin akifa. Mali zake zote zitamilikiwa na huyu. Makabila yote tamfuata huyu. Lakini jini, ufalme wa jini pia tutapanisha nyie cheo mkimuua tu Temujin. Masemaje nyie wote? Basi sawa. Mimi niko tayari kushirikiana na Senkun kwa niaba ya ufalme wa jini. Sasa kati wanaongea kule, kumbe huku Meya atafuta wako wapi wale mashujaa 7. Mimi siwajui mheshimiwa. Wako wapi? Jamaa kanasikiza akagundua kumbe anatafuta mashujaa 7. Tunataka tuvamie kwa haraka sana. Tumuue Temujin hapo hapo. Vinginevyo tutapoteza nafasi ya kutosha. Senkun, jeshi lako liko tayari? Anasema Temujin ameahidi kwamba anakwenda kufunga ndoa na mtoto wangu. Kwa mtoto wake anakwenda kuoana na kwangu. Kwa nitatuma mjumbe aende ili walete mahari. Tukipeleka mahari, tunavamia hapo hapo. Raundi hii, kesho kazi imeisha. Safi. Kwa tujajifanya tunafunga harusi, mbona tunakwenda kumuua Temujin. Haizi kujua kitu kama hicho. Basi nitapanga mpango wote njiani. Na katika raundi hii, hata wewe na vichwa 6 kama malaika na miguu 6. Kwa mkono wangu aponi. Yes. Kazi. Wakapanga kumuua Temujin bwana. Kwamba watamuua kwa haraka, kwa siri. Kumbe Gojing asikia. Wewe tuishie. Inaonekana Meya anaulizia master wako 6. Anataka kuwaua. Basi tabidi nene nikaonya haraka sana. Ikabidi Gojing apeleke taarifa kwa master wake. Master! Kumbe anafika geuta na ngumbe. Amepewa kumuua kafikia anafundishwa na Meya. Kaka mkubwa usifanye hivyo. Unafanya kitu gani wewe? Tumuua sio roho pesi. Kama haya. Nini shida kaka mkubwa? Nini shida master? Gojing, wangu kuuliza wewe. Nani alikuwa anakufundisha miaka yote? Ni mtu tu nje mimi simjui. Wako hapo nje nataka kuonana na wewe. Nini? Yuko hapo nje. Amesubutu Meya kuja hapa. Mchana kwa upe basi. Mwambie aingie. Wakafikiri ni Meya, kumbe sio Meya. Walielewa vibaya. Kaka mkubwa. Master wangu anataka kukuona. Ndipo anaingia jamaa huyo. Kumbe sio Meya. Walimfikiria vibaya. Walifikiri ni yule Meya wanaomjuaga wao. Kumbe anayemfundisha sio Meya. Wewe nani? Nini maana hivyo? So Meya wewe? Tumemwona Meya njiani tunakuja. Lakini nagopa kwamba yuko njiani anakuja hapa. Sema nini? Nimependa sifa zenu muda mrefu sana. Nimefurahi kukutana na mashujaa 7 kama nyie. Hataki sifa kubwa kama hiyo. Hata kujua ni nani? Naitwa Taoisti Mayu. Wewe ni Mayu? Mayu kutokea Quanzhen House. Mayu kutoka Red Sun. Akasema ndio. Ni mimi hapa. Tukujua kama ni wewe mheshimiwa. Tumekukosea heshima. Tunaomba pokea heshima yetu kwa upendo kabisa. Tunakufahamu vizuri. Akasema mheshimiwa, kuna alikuwa akinifundisha mimi kupumua, kukaa na kulala. Katika mwaka uliopita nilikutana na huyo kwa bahati mbaya. Nikamwona uwezo wake alionao ni mdogo. Kwa nikampa ujanja tu wa kuweza kuimprove uwezo wake, lakini sikutaka aniite master wake. Samanini kwa wote kana mwakosea. Kumbe ndio hivyo ilivyokuwa. Sisi tulifikiri ni ule Meya bwana. Kama ni hivyo, basi Gojing alistahili sana bahati kupata mafunzo yako wewe. Jing, umesema Meya anakuja hapa? Nasema kadava Meya yuko hapa. Tutaongea kwa ukubwa. Nenda kawaambie Temujin kwamba watu wanataka kumuua. Sisi tutakuwa hapa. Hamna shida. Lakini Meya anakuja sasa hivi. Inabidi niwalinda master wangu. Mimi nitakuwa nakusaidia, unaenda. Nitakusaidia kuwalinda master wako. Nenda kawaambie Temujin kama anataka kumuua. Ikabidi basi apeleke taarifa haraka, amwambie Temujin kama kuna watu wanataka kumuua mpango wa siri. Akiwa anakuja kukutana na dogo wake. Hey, nenda kaambia baba wako kama kuna watu wanataka kumuua. Sekum na Jakuma wanataka kumuua. Nenda kaseme. Sakum na Jakuma hawa ni watoto wake na ndugu zake na hao. Alikuja kumwambia baba yake. Najua kabisa
Kama ni kweli mbona asingekuja Jing mwenyewe kuniambia? Babaje akawa anasikia. Hautaki kumuoa Dushi na mama analeta usingizio wa uongo hapo wewe. Baba. Kwa Jing amesema ukweli, amesikia kwa masikio yako na watu wataka kukuua, wanaongea jinsi ya kukuua wewe. Mimi nitafikiria kama ni mchezo wa kitoto na nitawasamehe. Huo ni ukweli. Unasikia mwanangu? Kila siku mko kimpenda Jing sana, unajua hicho kitu. Kama unataka kumuoa Jing haiwezekani. Itabidi uolewe na yule. Kwa hiyo nitasahau yote yalotokea. Baba, kwa nini uniamini mimi? Kwa Jing hajawahi kudanganya. Wewe sitaki tena nasikia niambia jambo lingine lote lile. Kaa kimya. Mzee akataka kuamini. Basi huko akaendelea kuongea huko. Asa amempata mtoto wa kiume. Taoisti Chuji alifanikiwa kumpata mtoto wa kiume na amempata pia. Kwa wakati nakuja huku akaja kumtafuta Gojing ili niweze kuwapa habari hii kwamba watoto wawili wote wamepatikana na yule pia ni wa kiume. Kwa Gojing rafiki yake ni wa kiume, sio wa kike. Kwa hiyo nilipomwona Jing nikakuta kwamba Jing hajui uwezo wa kupaa. Nikawa nimfundishe kidogo. Kwa hiyo nimekuja kuwapa ujumbe kwamba Taoisti Chuji kampata yule mtoto aliyekuwa amemfuata. Kwa na nyie pia mmempata huku. Nafikiri wote mmeshampata na baadaye tukakutana na Mei Chio vile vile. Sisi sita tuko sasa hivi hapa. Na wewe tukikuchanganya pamoja, tutaweza tukamudu jamaa. Sitaji kujisifu sana kwa uwezo wetu. Lakini kwa style ya Bone Claw na Nine Darkness ni style ambazo ni ngumu sana mtu kuweza kuzishinda. Hata kama tuko wengi na tuna uwezo namna hii, inawezekana tusimshinde yeye. Kwa sababu kama nataka tumweze, tuna plani ya kutosha kumpiga Mei. Kama na uwezo basi, tusijaribu kupigana hata kama tukifa. Vipi kama Mayuno wasema ni ukweli? Uwezo wa Mei kweli ni mkubwa na umekuwa mkubwa sana. Lazima atakuwa na hasira kulipa kisasi. Tulishampoteza kaka watano. Sitaki mtu mwingine afe tena raundi hii. Kupigana na Mei, nitakuwa tuna plani kubwa sana ya kufanya. Basi mimi ningependa basi kushirikiana na nyie na plani ambayo ni hatarishi mno. Plani gani? Basi huyu ni Taoisti anaitwa Mayu. Mayu akawapa plani miongoni mwa master. Ukiitwa Taoisti maana yake ni master mwenye uwezo mkubwa na heshimika. Sasa akawapa plani ya kufanya ili akija wamdanganye Mei akifika hapa asipigane nao. Kwa akampa plani. Mei alikuja usiku kama kawaida. Leo alimteka yule binti njiani bana. Alimteka binti Huaji. Huaji, weka kimya. Jamaa akasikia sauti akajificha chap. Huaji alitekwa raundi hii na alikuja kuuawa huko. Mama kufika kumbuka sasa hivi hana macho haoni. Yeye anasikia tu. Huaji yuko chini. Mei alifika hapa. Wakajifanya wanajadiliana vile. Mei lazima auawe. Kwa uwezo wake wa style mifupa hiyo, lazima Mei auawe. Atakuwa yuko karibu sana na hapa. Mei akawa anasikia. Kumbuka sasa hivi haoni ila anasikia. Sasa wakajifanya kama wao ni master fulani wanamjadili. Wakajifanya ni master fulani wanamjadili. Wewe Taoisti. Yaani kama master, Taoisti maana kama master. Hey, makosa yake asameki huyu mtu. Naonekana kakatan unakasirika sana kuhusiana na mtu yule mnai. Huyu Mei anatakiwa aadhibiwe. Sasa akawa anamjadili kama vile anamjadili yeye. Hiyo style lazima mtu auawe. Mei akanasikiza. Na maana mamaster wako hapa wote, mamaster 7 wamefika hapa. Hao mimi kwa sababu mimi sioni. Hao ni mtu anajaribu kunichezea sababu mimi sioni, ni kipofu nini. Sasa Mei akanasikiza kwa makini, wakajifanya mamaster wao. Kaka mkubwa, master mkuu, unasemaje kuhusiana na hii style ambayo ana practice Mei? Kwa nini tuoneshe uwezo kidogo uliojifunza? Sasa kumbuka, Taoisti ni mmoja tu hapa. Mayu ndo mwenye uwezo wa kutosha. Kwa Mayu akaongea mwenyewe, kwa binti akafikiri kweli master wako hapa. Mayu akiongea kwa uwezo aliokuwa nao. Basi kama ni hivyo, mtaonesha kipaji changu kupitia kivuli changu ili kuweza kuwapunguza jazba yenu. Sasa anapoongea Mayu kwa uwezo na ukubwa alionao, mama akasikia nguvu iliyokuwa inatoka katika uwezo na uongeaji wa Master Mayu. Binti akaamini kweli master wako hapa. Onekana master wote wako hapa. Nimesikia habari za Mayu amepoteza macho yake. Namuonea huruma sana. Lakini kama atakubali kubadilika nyenendo zake, nitamsamea. Ila kama akiendelea kutaka kulipa kisasi kwa master 7,
kwa hao mashujaa 7, basi mimi nikimwona nitamuua Mayu. Ila Mei akikubali kubadilika, basi mimi nitamwacha. Alikuwa anaongea kwa makusudi wakijua kabisa yuko hapa. Kwa hiyo akawa bado siaoni. Ndio, akikubali kubadilisha maneno yake, tutamsamehe Mei. Kwa hiyo itategemeana na yeye mwenyewe kama atapenda kubadilika au kutokubadilika. Sasa binti akazinduka. Yaani saidieni. Akamblock pale pale. Wewe kwa mpole. Mama akainuka chap chap. Akaruka mpaka pale. Rusa mkono na hiyo yeye. Akamdaka Jing akamvuta kuja huku. Lakini tayari kumbuka kashaingia hofu kwamba kafikiri master wako hapa kwa sababu waoni. Na akazungusha chap akajitoa kwenye ile sehemu pale. Akaenda pub. Aka kwenye kichwa mzee. Hajamtoboa bado. Wewe nani? Mimi ni Ziping. Akajifanya Ziping. Kwa makini. Mimi ni mfanyakazi mdogo sana ya jumba la mamaster. Naitwa Ziping. Jumba la mamaster? Kwa nini una uwezo wa nguvu, nasikia nguvu kubwa ndani yako? Kwa nini una uwezo namna hii? Na kwa nini umeanza kutoka nje ya mkuki wangu wa mjeledi wangu? Amesema ukweli. Wewe kweli ni Mayu? Kama ni kweli niambie siri ya Lid na Lava. Lid huenda kama vile machozi na Lava huenda kwa uvumilivu. Uvumilivu hutumika kuuzima busara. Hiyo ni kitu ambacho nakijua. Vipi kuhusu jina la mtoto mdogo anayezaliwa? Mwei, hizo ni siri za jumba la kifalme. Jumba la mamaster. Siwezi kulisema. Mwachilie aondoke haraka sana. Basi utaweka wadini mamaster wote ulimwenguni. Basi nashukuru sana Taoisti kwa mafunzo yako. Tutakutana tena. Mama akaogopa akifika kama ni mamaster wako hapa. Kumbe master ni mmoja tu, sio wote. Kwa kama mtrick Mei akaondoka. Hawakupigana. Wajing amka. Wakamempata Wajing. Na angefikiri kwamba miaka yote huyu mchawi na uwezo namna hii. Naogopa kwamba nimetoa siri za jumba la mamaster kirahisi namna hii. Hizi nizomtajia hapa ni ufunguo la jumba la kimaster. Vipi kama akaenda kupata tekniki zingine mbaya? Tuleta mafa baadaye. Itakuwa Mei anajulia wapi style ya Kozen King forms. Anasema nafikiri nimeelewa. Lakini sio shida. Uwezo wake ni wa Islay. Kwa nini ajifunze style za mamaster? Kwa nini mbona kama ana practice style za mamaster? Wajing, uko salama? Binti akazinduka. Kama nafikiri sawa. Baba yako alimwambia ukweli kwamba atataka kuuawa? Nilimwambia baba lakini akakataa kuniamini kwamba akasema kwamba kaka yake hawezi kumuua. Na alikataa kunisikiliza. Akasema story imetengeneza. Yuko wapi sasa hivi? Watakuwa wako njiani wanaelekea njiani. Wow. Saa 10 anaweza kumuua. Ikabidi tena Jing aende kumwambia Khan kwamba Tokyo atauawa. Temujin yeye anapenda ndugu zake, anapenda marafiki zake. Leo Khan anachukua mahari anapeleka kwa nduguye ili kufungisha ndoa binti yake. Kumbe ndugu yake washapanga mpango kumuua na yeye hana habari hizo. Ndo naenda mbio kweli. Leo kale ka ujinga anakwenda kuolewa. Wakawa anacheza kwa utani kweli njiani. Lakini nakumbuka mara ya kwanza nilipomshika mtoto alininyaga mkononi. Watu wakawa wanacheka kweli. Katika watoto wangu wote nampenda sana binti yangu kuliko wote. Hata ninapopenda kumfungisha ndoa ni kama anapoteza kila kitu kwenye maisha yangu. Mara Gojing akafika mapema sana. Maana jamaa alikataa kumwamini. Kani simama. Kani maana yake mkuu. Khan, huyu ndo aliyemlea hapa. Kumbe kweli mitego imetegwa hako watu wako hapa. Akaja kumpa siri haraka. Kumbuka Gojing alisikia kwamba watu wanapanga mpango wa kumuua ndugu zake. Wanapanga kumuua. Na mkono umejificha huku. Gojing, unakuja hapa. Nimemsikia saa 10 najamuka. Wakiwa wanaongea jinsi ya kukuua wewe. Wanamtega mtego mbele ya kukuvamia mheshimiwa. Ondoka haraka. Na prince wa 6 yuko pale. Jing, wale ni ndugu zangu. Hata binti yangu aliniambia hivyo. Nitachukulia kama ni mchezo wa kitoto nitawaacha. Kuacha mimi niondoke. Nitakusamea kwa hili. Twendeni. Akawa mzee sikiliza. Hivi fanya nini? Akamheshimiwa. Unakwambia ni ukweli. Nimesikia kwa masikio yangu akijadili kukuua wewe. Mbele ametega mitego, ukienda utakufa. Jamaa kacheki ile ndio limetulia kweli. Niamini tafadhali. Jamaa kacheki baba. Ndugu yangu hajawahi kudanganya bwana. Unga kaangu wa damu songa undugu hawezi kudanganya. Mzee kucheki dalili ya hapa kweli kuna ukimya fulani lakini kuna watu wametegwa hapa mzee. Lazima wamuue. Mzee akacheki. Angola anamngojea kwa mbele ndugu zake wako hapa. Yaani kwamba leo amepanga kumuua ndugu yao sababu yeye ndo ana nguvu kuliko wote hapa. Sasa Jing alishamshitua lakini wao wakakataa. Mmoja akateleza kuteleza katoa mavumbi mzee.
Wakashtuka kuna watu wamejificha hapa. Shikeni mapanga tuondoke, rudi nyuma. Hawajua kushtuka, wamechelewa, wametamaki tu mzee. Washachelewa. Piga mishale hiyo. Mheshimiwa ni mbali, piga nimesema. Piga mishale. Mishale ikapigwa kutosha mzee. Kumbuka ni ndugu wote hao. Hao wengine wakaamua kuingia mmoja kwa zote mzee mzima hii. Alijikuta kwenye mtego wa kupuuza maneno ya Guo Jing. Wanakuja kumuua ndugu wote hao. Moto kwa moto mzee, ndugu, kumbuka wote ni ndugu hao. Alikutana katikati. Mheshimiwa, wamesubu katikati ya kuvamiwa. Twende kwa nyuma. Geuza farasi turudi nyuma kule. Geukeni nyuma. Vamia hivyo hivyo. Wakaamua kuvamia hivyo, tafute njia ya kutoka. Vinginevyo watauawa. Lakini walijisahau, wamewekwa kati mzee mzima. Walikuwa washachelewa. Wamewekwa kati tayari. Mzee nichekie shughuli ilivyokuwa hii hapa. Wanakuja vile vile. Walijikuta wamewekwa kati mzee nichekie shughuli ilivyokuwa pevu hii hapa. Wanakwenda huku mbele kwa mbele, wanakutana na mzee hizo. Wanakutana kato kwa kati na wanacheka shughuli ilivyokuwa hii. Wamejikuta wamechelewa, wamepigwa mtukati. Nichekie mambo namna hii. Kata na kukate mzee hizo. Sasa wamejikuta mtukati. Kote wanapokwenda ni shughuli. Nakumbuka ni kabila moja, ni ndugu tofauti, kila mtu ana jeshi lake. Kwa kila mtu ametamani uwezo aliokuwa nao Temujin. Wakaona wamuua kushirikiana na Prince akiwa naangalia. Ni ndugu wote, kumbuka. Nipe nikupe mzee mzima. Kata nikate mzee. Kan, njia nyeupe tukimbie. Pitani kule. Wakama mama wapite njia hiyo, lakini tayari ishachelewa. Wanapigwa mtukati. Mizigo yote ya kutosha wanapeleka, wanaenda nayo. Hawa ni familia moja, lakini wote kuna upande wa kutaka mamlaka, kila mtu kutamani kivyake. Walifika mbele, walikuta wamezidiwa njia. Hawana pa kwenda, ikabidi na wao pia wajiwekee gari namna hii. Piga mishale. Hawakufika hapa. Wakaamua geuka, nye, tuameni hapa. Huko mbele ni kifo tu. Wakasimamia hapa. Sasa kati kwa kati wameekana mzee. Hawana pa kwenda. Wapo kati kwa kati. Na ni ndugu, huwezi kuamini. Afu jamaa anapenda ndugu zake kweli, lakini ndugu zake hawampendi. Yeye anapenda ndugu zake kweli kweli. Baadaye akaja wenzake. Baba, tumezingirwa pande zote mheshimiwa. Mbele na nyuma hamna njia. Temujin, wewe ni kaka yetu, lakini wadogo zake wawili ndio wanataka kumuua. Sarenda tata kaka. Hauna njia ya kukimbia. Kwani makoseni mpaka mnisaliti namna hii? Umekosea nini? Wewe shida yako, watu wote wanakutii tu wewe. Watu wote wanakusikiliza wewe tu. Ukikuwa wewe, nchi itakuwa na amani sehemu yetu yote hii. Ni huyu Prince kadanganya. Nyamukani. Hivi nakumbuka sisi na njia pekee ya kuweza kuishi katika ulimwengu ni kuungana na nyie. Ufalme wa Jing wanachukua kondoo 1000 na farasi 1000 kila siku. Wao wanatufilisi ufalme. Ufalme wanatufilisi, ufalme wanatufilisi huu. Bado tubaji kwa sisi wenyewe, kabila letu kama kabila letu wa Mongolia tu. Tusungane na ufalme. Wafalme wanatufilisi. Kosa lake amekataa kujiunga na ufalme. Temujin, usipoteze pumzi yako ya kuongea. Kama ni shujaa, shuka pigana na mimi, shuka. Shuka sasa. Mheshimiwa, naomba niende mwenyewe kusaidia kupigana. Hata nipigane kwa niaba yako. Mimi naenda. Godin akaingia chap, akasema atapigana kwa niaba ya mkubwa wake huyo. Huyu ndo aliyemlea mzee. Hey, fika mpaka baada kuchelewa na mnapeleka panga hiyo. Na maka inama chap chap. Akawa ndogo anijua, kambetukia hapo kwa juu namna hiyo. Kamtanya pale pale. Huyu ni dushi kile kibonge, ndo huyu dogo ameshakuwa mkubwa, amempa mashine. Pigana mishale. Wakaanza kumchangia Godin na mishale, kamtanya namna hiyo. Ndio akapigwa mshale, baba. Akamtua namna hii mpaka hapa. Ngoja. Mtoto wangu, unampiga mshale. Na wakaingia mwingine tena chap, wakaita mashujaa watatu wa wanne hao. Walikuja kumzuia Godin. Nyaki ya nani? Tunaitwa Demon Dragon Skipper. Tuko wanne baba. Kutoka Yellow River. Wewe mtoto, mweke chini huyo. Mwachie dushi au tukuue. Jamaa akaona hapana. Simwachie mtu kuona kama mnamtaka. Godin tayari sasa hivi ana uwezo wa kupaa. Sasa hivi yuko fiti kinyama. Cheki tu ilivyokuwa namna hii. Hawa ni maode wa wanne wanagonga, si mchezo. Piga mashine panga ikinama namna hii. Boss, mtoto wangu tamuua.
Peleka sasa huyu mtoto wa bosi huyu. Hawezi kumzuru. Wanamtoa ile wakutana wapigana na Gojing namna hii. Wenzangu wote wanacheza nao namna hiyo. Jamaa kama lakini hizo. Peleka mashine lakini wabonga. Wako fiti si mtaka na wazunguka namna hii. Yuko fiti kinyama. Piga buti akaondoka akampiga mtoto wao mwenyewe. Sasa amemkamata namna hii. Niletewa mpuzi huyo. Akamrusha juu. Akaenda kukaa na watu kule namna hii. Jamaa akamshika chap, awekea panga pale. Haya. Fanya mfanone muondoeni huyu. Sasa Gojing akabaki peke yake. Nichekee shughuli ya Gojing nzima namna hii. Peleka paka king wapi hivi? Peleka misali yuko fiti mbaya. Kumbuka ndo kwanza ni mwanzo tu anaanza kujifunza namna hii. Hajaiva sawa sawa. Si mchezo. 3-4 kwa moja mzee. Amchangia mtu 4 kwa moja. Safi. Vizuri sana ndogo, vizuri sana. Yule prince yuko pale. Lengo lao anataka watu waache kuungana. Maana ufalme wa Jing ni kama unawanyonya hawa watu uwezo wao. Kwa sababu gani? Unachukua ng'ombe kila siku na kondoo wengi kwa wananchi hawa. Sasa Temujin alikataa na hiyo hali hivyo. Akapelekea ugomvi namna hiyo. Ndio sio Temujin. Wao finga za kutosha. Wote chini. Mmoja akabakia na mjeli namna hiyo huyo. Na maka mzunguka ngoja kuna makadaka hiyo. Piga kwenye kidevu. Kazi imeisha hizo. Maka mpiga chini kuja akamvuta namna hii. Pingisha sana weka mashine. Wote wako chini. Kazi imeisha. Safi! Temujin alifurahi sana. Gojing, wewe ni shujaa wetu hapa mjini sasa hivi. Wewe ni shujaa wetu. Kampeleka mtoto wake ndiye huyo. Senkun. Ondoka sana au ni muue mtoto wako. Chukua mtoto wako sepa au mwanao afe. Tondokeni. Tondokeni. Walikosa namna. Mtoto wake amekamatwa. Kama Dushi asingechukuliwa, mshamuua mjinga huyu. Unajua mtoto aliyemchukua Dushi ni mtoto wa Tole ambaye atakiwa aolewe na binti yake. Na binti yetu atakuwa binti yake atakuwa olewa na binti yetu na kijana wetu. Afu yule mtu anamsaidia pale yule rafiki ya Tole. Ni mtu kutoka Song. Mbona anampenda Temujin kwamba yuko tayari kupigana kwa ajili yake kwa nini? Wakapanga mpango kwamba waje kupatana kwa maongezi. Si mandugu licha kupishana ugomvi na vita waliopigana. Kaka msipige mishale. Nataka kuongea na Temujin. Haya, kataka kuongea na ndugu yake. Wamalize ugomvi wao. Unajua vita ni suluhu kwa ugomvi. Wakuja kuongea. Jamuka, umenisaliti miaka yote ya ndugu wetu. Leo unanisaliti kaka yako. Licha urafiki wetu leo unga urafiki wa ndugu. Maana mimi sipo mwani mwako tena. Temujin. Nilimwomba mfalme wa Jin akuonee huruma. Na prince wa 6 ameahidi kwamba hatakuua. Atakuacha uwe salama. Lakini tu wewe kubaliana kwamba yote yaendelee, na tutakuwa ndugu. Mimi sina imani na mfalme wa Jin. Na mimi sina imani tena na wewe kabisa. Temujin, sikiliza kaka. Kaka sikiliza. Nafanya wote kwa ajili yako mwenyewe ujue. Weka silaha yako chini, surrender, utasamehewa. Wewe ni kuonye wewe. Katika hii dunia kuna Temujin mmoja shujaa tu peke yake. Na hakuna Temujin mwoga hapa. Basi sawa. Kama utonisikiliza, basi mwisho wa siku maisha yako na ndugu wetu umeishia hapa. Leo mimi na wewe ndugu umeisha. Vita tufanye vita viishe. Temujin wameshamchukia ndugu zake. Asubuhi vita viendelee kama kawa. Wameshindana kwa maongezi. Basi vita ifanye suluhu. Mko tayari? Mishale sikavutwa mzima. Piga mishale. Mishale ikapigwa kama mvua. Sasa shughuli iko pevu hapa. Nabidi vita hiyo ndo suluhu peke yake. Afu prince mchonganishi yuko hapa anaangalia. Huyu ni prince mchonganishi. Lengo la vita yote hii ni moja. Mfalme wa Jin anataka ili kabila lote liwe chini yake. Yani ili kabila lilikuwa limejitegemea kivyake, lakini mfalme wa Jin anataka ili kabila liwe chini yake. Sasa anayepinga ili kabila lisiwe chini ya ufalme ni Temujin peke yake, ndio anataka ili kabila liwe chini ya mfalme. Alipigwa mshale pale pale. Mheshimiwa, mchukua farasi wangu, kimbia uondoke mheshimiwa. Nikiweza kukimbia niacha askari wangu wapi? Mimi sio kiongozi bwana. Mimi ni kiongozi, nataka nife na watu wangu. Vita vikiendelea kupigana pale, wao wakawa wanaangalia ndugu wanavyouana. Hawa ni kabila moja ujue. Sababu wameshaingia tamaa ndugu wawili, wanataka wajikombe kwa mfalme ili wao wapate maslahi zaidi. Wakati kabila likikaa peke yake, litakuwa na uwezo mkubwa kivyake likiwa peke yake. Lakini ndugu wameingia tamaa, wanataka kumbe pande wa pili
Kikosi cha usaidizi kikaingia kumsaidia Temujin huko. Kikosi cha msaada kikafika. Wakiwa wamekaa pale, wanashangaa kikosi cha msaada kinafika. Kikosi cha msaada cha Temujin kile pale. Kimbiani, vamia. Walikuja wako wengi kinyama. Mbona tumezidiwa? Wanashangaa wamezidiwa. Vikosi vya Temujin vinafika. Vingi zaidi. Vikosi vimefika. Mbele yao. Mbele yao. Ni mwendo kukata tu mzee. Sasa ilikuwaje vikosi vikaja vya msaada? Tukimbieni. Wameshatuzidi. Sasa ilikuwaje wakazidiwa? Hao wenyewe walishangaa ilikuwaje wakazidiwa. Feke. Vikosi vikafika mzee, kata. Wakabidi wakimbie. Hakuwa na kilichobakia mzee. Ilikuwaje vikosi vikaja vingi sana? Mheshimiwa vizuri sana. Baba, tulichelewa lakini tusamehe. Hamna kitu. Tunaenda nyumbani kwanza. Wakamteka udogo akaondoka naye. Akamuuliza ilikuwaje? Wewe, vipi rafiki yangu? Uko salama? Sijaumia wala. Tulei. Mkoa sanga mbona ulikuwa upo? Kumbe ulikuwa umeenda kuita kikosi. Akaambia ni jana usiku. Baada ya baba kuongea na yule mtu, aliongea na mimi kwa siri. Bado fanya nini? Maana hakuna ushindi kesho hapa. Akamwambia nataka nikutume mahali na niweke imani kwako. Kivipi? Mzee akamwambia kwa siri, sikiliza. Nataka uchukue farasi uende kaite msaada. Vikosi vibakia kambini viletwe hapa. Utapita katikati pale. Huo watu kazaa msepe kwa siri. Watu wako waletwe pale na mashariki kesho asubuhi ili kusudi tuwazingire kwa wakati na tufanyishe maafa katikati ya wale. Kama nisiporudi lazima urudi mtoto wangu. Penya akishinda tafuta njia yote, ushindi au kifo ni juu yetu sisi. Basi wakawa wanapongezana, safi mheshimiwa. Wakawa wanapongezana kwa ushindi aliopata. Binti yake alikuja, huyu huwa jini huyu hapa. Huyu ni binti yake. Baba. Pangu simiminia angalau chai kidogo. Kan. Dushi bado lipo chini yetu. Kwa nini tutoe hukumu haraka maana vinginevyo tutachelewa alafu mshintu tuvamiwe sisi wenyewe. Tufanye mambo yaende haraka tumuue au? Gojing. Unafikiria nini kuhusu hili swala? Mheshimiwa ndo muamuzi. Mimi siwezi kwa amri juu yako. Okay. Dushi, kwa wapi? Dushi akaleta ndo huyu ni mtoto wa kaka yake. Waliomsaliti. Baba, tumue chapu huyu mpuzi. Hapana, ngoja. Dogo ana kiburi. Mwachilie. Mjanisikia au? Baba, mwachilie sasa hivi. Baba yake ni ndugu yangu wa damu. Sehemu kumi ni kaka yangu pia. Kwa mimi sina ugomvi na wao, ila nimpishana tu kwa makubaliano tumefanya. Mimi Temujin sina pingamizi wote kwake. Na pia naomba mbeba yako anisamee kwa wote niliyofanya. Wewe ndo mjanja sasa. Baba, huyu sasa kumi ni mjinga kabisa, tumuue tu. Kwa nini unaogopa watu? Sisi tuko tayari kupigana nao mheshimiwa. Kimya. Huyu ni mtoto wangu, ni mko wangu mtarajiwa. Andakiwa muoe binti yangu huyu. Wajing. Na nyinyi mmekuwa mkipendana mkiwa wadogo sana. Na wewe ni mume wake mtarajiwa mtoto wangu. Kama nikupe heshima kama mkwe wangu, kama nisipokupa heshima, nimpe nani heshima? Mtaambia kila mtu wote wasamee kwa yote ili waweze kusherehekea. Baba, una kichao nini? Mimi sitaki kumpenda huyu Dushi la siku moja. Baba huyu amfaida dada yangu kabisa huyu. Unataka kukuua na unataka kumwonyesha binti yako. Kimya. Mfungeni huyu. Mfunge. Bwana fanya kosa gani mpaka unifunge? Nimefanya kosa gani? Dushi astahili kumuoa dada yangu. Kakimya. Mfungeni mtoeni hapa huyu. Kampige na fimbo. Mheshimiwa vipi? Baba. Mimi sistahili sikosea, nimefanya kosa gani mpaka unaniadhibu? Mzee kabadilika ghafla. Baba, mimi siwezi kuolewa. Mpumbavu kabisa. Una amri juu yangu mimi wewe? Lakini baba mimi mnaniforce kumwoa, mimi simtaki kustahili kuungana na mpenda hata siku moja. Basi kama ukijiua, nitampa hata maiti yako aende nayo. Wewe ni mume wake tu. Nakuchukia baba. Mzee si kwa nini anahofia ndugu zake? Ni kama mzee ataki ugomvi na kaka zake. Licha wote leo mtokea. Niko salama, mtu usinikaribie. Dushika pale mko wangu mtarajiwa. Jogo la kiburi. Sasa hata anashinda kuelewa. Ni kama jamaa anamogopa au nini? Miezi 3 iliyopita mtapona, baada ya hapa nje kusindikiza yeye nyumbani. Wala usijali. Umeumia sana kwa sasa. Wewe achana mimi, wala usijali.
Zabie, nenda kaandae zawadi za kutosha na binti yangu mumpeleke huko. Waende wakafunge ndoa. Nina na Jing. Mwende na Lushi na Wajing. Mkafunge ndoa. Hiyo ndoa ikamilike. Sawa mheshimiwa, amri yako amri yangu. Jamani, laona sifa kweli. Dogo alipigwa fimbo nje huko. Lushi, tunywe mko wangu, usijali. Mpishano tu wa kifamilia. Jamani, nilifurahi kweli kweli. Nikaona nimependelewa sana kweli kweli. Mzee ni kama hataki ugomvi kabisa na ndugu zake. Licha yote iliyotokea, anajali sana kuhusu familia. Alipigwa huyo. Kaka inauma kwani? Sokum na Lushi, ni wajinga sana. Baba sio kwa nini baba anaforce mimi niwaolewe na wao? Sio kwa nini baba yetu sio baba yetu nini? Mwana anakuwa roho ya ajabu hivi. Wajing, mimi nafikiri usifikirie kama hivyo. Wewe leo kitu dada yangu wewe. Baba labda anaogopa sekundi sijui. Mimi sielewi kwa nini. Ila kan hajafanya kitu kibaya cha kuogopesha, lakini itakuwa kuna jambo lake labda. Nasemekana kuna historia nyingi kwamba princess huwa anaolewa kwa ajili ya masuala ya kisiasa. Labda na mimi pia napelekwa kwake kwa masuala ya kisiasa hivyo, lakini yule Dushi ni mbaya. Mimi sio kwamba anipeleka kwa mtu mbaya kama hivi. Wajin, wao sifikirie kama hivyo. Kaka, Gojing, wantu tutoroke tukiwa tatu tukaishi mbali. Tukimbilia katika falme zingine. Kamba haiwezekani. Tukienda, baba atapiganaje na watu peke yake? Hata wao juu baba tukiondoka hapa. Dada, usijali. Dushi kikuonea tu. Wewe na mimi nitamuua. Naona semaje? Naona fikiri nifanye nini? Mimi hapa sababu bintu anampendaga sana Gojing. Tolei sahihi. Lakini Dushi ni katili sana. Lakini sitamsahau siku moja akikugusa wewe. Huyu binti anampenda sana Gojing. Hamtaki Dushi. Anampendaga Gojing na Gojing anajua kabisa huyu binti anampenda yeye. Lakini hana njia ya kufanya kupingana na amri ya wazazi wao. Basi tuingie kwenye kambi ya kina Sekun. Inawezekanaje kitu kama hiki? Tumwachie Temujin akimbia kirahisi namna hii? Wao si paniki. Temujin tutamzidi tu, muda tutamshinda tu. Lakini tutamshinda sipaniki namna gani? Mtoto wangu yupo kwenye mikono yake kule, naofia eti. Mtoto wangu inakuaje? Vikosi vilivyokuja vitafika sio muda mrefu. Kwa sio muda mrefu. Babake alikasirika sana, mtoto wake katekwa. Huyu prince wa sita anafanya vibaya. Lakini Temujin lazima aje kulipa kisasi. Vipi kama tukio tuko hapa? Tuweke ulinzi wa kutosha. Nishapanga askari wa kutosha. Akija tu hapa, wala msijali. Hawezi akapona. Basi vizuri. Temujin akivamia sasa hivi, kama anajichimbia kaburi kabisa. Sasa kama amri alivyosema Temujin, ndoa ifungwe pale pale licha kwamba ana wadui na ndugu zake, ila ndoa ifungwe vile vile. Basi mwanamke akachukuliwa, zawadi zikachukuliwa, binti wa Jing akapelekwa kwenda kuolewa. Hivyo hivyo, licha hata kama kuna ugomvi, kuna masuala ya ndoa, ugomvi huo unawekwa mbali. Binti akapelekwa kwenda kuozeshwa kwa mtu ambaye hata mwenyewe hajampenda ane kabisa. Hata sijui mtoto wangu anaendeleaje, yuko haya amekufa sijui hata. Mheshimiwa kae. Dushi amerudi. Amerudi? Yuko baba. Dushi kawaida alipigwa mshale siku zile, amerudi leo. Mwanangu. Uko salama? Au nauma wewe. Kaka hapa. Dushi. Wewe. Kwa hiyo umerudi sasa. Acha Temujin kanirudisha mwenyewe. Tena kanyachia na kanyomba na msamaha. Kweli? Temujin ameomba msamaha? Kama ni kweli. Tena sio hivyo tu. Amenipa mpaka dawa na amenipa msamaha. Na pia sasa hivi ni mgonjwa sana. Na istoshe kanruhusu ni muoe binti yake vile vile. Temujin. Sio kirahisi namna hiyo, apoteze kirahisi hivyo. Lakini yeye amefikiri ni muoga. Yule jamaa ashatogopa, ni kama kondoo tu mbele yetu yule. Hawa mnyamini. Mkaone hapo nje msafara nilokuja nao. Wajing yuko hapa, mke wangu mtarajiwa. Njoo muone. Na kule binti ndio wewe anashuka kwa ajili ya harusi, hamna njia nyingine. Baba ameshataka, ametaka tu. Prince Wajing, tumekutana tena. Unakuwa mrembo binti yangu sasa hivi, ndugu yangu wewe. Acha maigizo hapa.
Babangu kama anaogopa mimi siogopi kitu wote. Kama babangu anaogopa mimi siogopi. Sasa ni mke wangu bwana. Hauna naogopa bibi harusi wangu bwana. Nataka unipende usiniogope bwana. Watu wakawa wanashangilia kweli kweli leo. Mpaka mtuma binti yake. Dushi. Hii zawadi tumeletewa sisi hao. Ndio. Ikabidi azikague zawadi. Uende ikani unafiki, amekubali kinafiki au ukweli. Ni kweli ni pesa za gold zimekuja za kutosha tu. Fungua mizigo hii, ni kweli mizigo imeletwa, nguo za binti, ndoa tayari na pombe imekuja nazo hizi. Waini za thamani kubwa sana. Jamaa kunusa, hii ni pombe hii. Akaona ile aamini kama ni salama. Kwanza wewe ndio Guojing. Kama ndio. Onja hii tuamini kama ni sumu au sio sumu. Akaambia usinywe Guojing. Akaambia usijali. Lazima aamini kama ni sumu au sio sumu. Guojing akaipiga pale pale. Okay, hamna shida. Temujin ni kama amefikiria mbali sana. Ametuogopa kiujumla. Atakuwa anakaribia kufa. Akawa amefikiria mambo haraka haraka. Jamani, leo ni siku nzuri. Kwa ajili ya harusi ya leo, tutachinja mbuzi, tutakunywa kwa ajili ya sherehe ya leo. Watu wakashangilia kwa ajili ya sherehe ya leo. Hamna njia, binti lazima aolewe, lakini binti hampendi kabisa huyo. Basi kani sherehe kweli. Watu wakagawana pombe, kunywa kila kitu. Kambi nzima leo ni kusherehekea tu. Mbuzi akachinjwa, kala supu, kula nyama mpaka kakoma. Sasa usiku kafika. Mtu kama sitaki kuolewa. Huyu jamaa kicheka anafanya nisikie kutapika hata. Lakini tayari babako ashaamua lazima uolewe. Tayari huyo mume wako abidi umrizie hivyo hivyo. Binti akamwambia ukweli. Lakini mimi nishaamua, akasema hapana. Mimi simtaki. Guojing. Kama Dushie kikuonea hakufanya chochote kile. Tangu ukiwa mdogo alikuwa anakupenda, sio anakupenda, ni kweli anakupenda kweli kweli. Dushie anakupenda tangu mdogo, ni kweli. Lakini mkinyima nisichague mtu nimpendaye. Ni maana ya maisha basi. Guojing. Mimi nilishaamua toka moyoni mwangu. Nakupenda ni wewe. Maskini. Nimekuchaguaga eti wewe. Guojing anajua kabisa, lakini mara jamaa akaingia bibi harusi wangu. Kamkuta amkumbatia. Unafanya nini hapa chumbani kwangu? Unafanya nini, unataka kumtongoza binti yangu? Unamtongoza mke wangu tena? Ona maisha yangu kusema hivyo. Mke wangu unajua kila siku ni nzuri. Nimekupenda. Najua unampenda jamaa, mmekuwa naye pamoja, lakini mimi sikubali. Wewe ni mke wangu. Kama kamtoa mtokea kule. Piga bonge la ngumi. Sasa huyo ndo mume wake, unampigaje mume wako? Wanapiga mimi Guojing. Nakuwa Guojing. Unanipiga mimi. Usi mke wangu nishamuoa. Akaanza kumnyonga pale chini. Usiache basi. Mshindo kujelo, mimi nilikuwa nakuletea mke wako, mimi sijakupiga bwana. Binti akachukua kisu, akamchoma kisu. Na ni mmewe imefunga ndoa. Wow! Sasa binti anampenda Guojing. Guojing binti kaoa bila kukusudia. Bwana. Guojing. Nimemuua. Guojing akaona kumesha nuka hapa. We, tusape. Jamani, mtu hapo nje nakufa. Jamaa katoka nje ni mbio. Yaani saidieni wakamate hao. Wakata kumchangia Guojing. Guojing samba sharibika. Inabidi amchukue binti, ataki asitaki, tayari mambo yasharibika. Vuta ni kuvuta namna. Mzee anatoka nje, harusi imekuwa ugomvi tena. Wakamateni na kufa. Mtoto akapigwa kisu cha tumbo. Dushie anakata moto. Prince anashangaa. Moto umewaka tena. Wanamchangia Guojing peke yake. Mwanangu. Baba. Mtoto anakufa. Mzali weuka. Wote hamna harusi tena hapa. Kumbe ilikuwa mpango umeshapangwa. Askari wa Temujin walikuwa hapa. Wakaanza kumwaga moto waini, wakaanza kuchoma mahema kimya kimya. Kumbe wote ilikuwa ni mpango tu, wala kulikuwa hamna sherehe wala nini hapa. Kata na kukata mzee. Guojing ngao amekaa hana habari. Mara jamaa akaingia chap chap. Zibe akaingia. Mwalimu, uko salama? Kama mlinde princess tunachomoka hapa. Mara ukuta ukavunja upande wa nyuma mzee. Kikundi cha Temujin kikatimba mzee mzima. Kumbe ilikuwa ni mpango tu yani. Kwa Zubaisha ni ndoa, kumbe sio ndoa.
Kikundi cha Temujin kikaingia kwa nyuma ya ukuta mzee. Mzekia shughuli ilivyokuwa nzito huku mzee. Hey! Wajikuta katikati ya uvamizi mzee. Wajikuta katikati ya shambulio la ghafla. Temujin anakuja kwa nyuma namna hii. Hiyo ilikuwa ujanja tu wa kuwazuga. Temujin anakuja ndio huyo. Mishale inatumwa tu mzima hiyo. Vitu vyao. Hii ilikuwa ni mtego tu waliwatega. Geti likavunjwa. Wana wanapita ndani. Nzegesho ilivyokuwa nzito hii hapa hii. Hii ilikuwa ni plan tu ya kuwazubaisha washerekee huku wao wanakuja kuvamia mzee. Kwa kawavamia kabla hajajiandaa. Waoje kushtuka mzima. Kundi la Temujin linafika. Wakaingia mpaka ndani ya kambi. Nchekie shughuli ilivyokuwa nzito hilo. Panga. Nje mechi mzee. Mara Temujin anafika. He? Kumbe wanashangaa kumbe ilikuwa ni plani. Kumbe ilikuwa ni plani tu, hamna kinachoendelea hapa. Ilikuwa ni mpango tu mzee. Jamaa Prince anashangaa kajua kumbe walitegwa. Temujin, watu ulisalenda wewe. Hata kama mwenye Prince wa sita, kumbe walipanga mpango. Akamwambia Nabii Sankum, ndugu yangu namjua. Ili tumshawishi, lazima tuigize ile seriously. Lakini mheshimiwa, binti yako akienda kwa sitakuwa ni hatari. Ukitaka kumkamata Wolf, lazima kwanza pia na wewe ugaramike vile. Jinga atakuwa nena amini haizi kuharibika. Kama nilivyokuambia, naogopa kwamba tukiwaambia plani yetu hao watatokeza peke yao. Kwa hiyo tuwafiche watoto. Sisi tupicheze plani sisi kama sisi. Muda ukifika, nitavunja ukuta kwa nyuma na nitaingia kwa nyuma. Tayari nisha kuonya wewe. Mimi Temujin shujaa mmoja tu. Hamna Temujin muoga hapa. Yaani mbele kwa mbele. Prince akaona pameshaharibika, usi mtoto wa mfalme ashawachonganisha, yeye akatambaa na kundi lake akawaacha wao akipigana wenyewe kwa wenyewe. Sasa jamaa ndio yule pale. Jamaa kavuta mshale chap, dawa ni kuua ndugu wawili ndo wagomvi hao. Kampima ndugu wa kwanza ndio huyu. Sakumu anakimbia na habari mzima. Hey! Sakumu akapimwa. Kitu namna hiyo. Pigwa mshale pale. Kaka wa kwanza chali. Sasa ukiwa mgomvi siku yote tamaa mbaya ni mauti. Wanasema tamaa ni mauti, ni ukweli. Tamaa mbaya si kitu kizuri kabisa. Asalama ajikuta na uwa ndugu zake mwenyewe. Huyu mmoja wa mwisho ikabidi amalize swala liishe. Manake ndugu ni tamaa kama hawa wataharibu kabila, na kabila litakuwa lina msimamo wa kutosha. Ndugu wake mwingine ndio huyu. Sasa huyu ni saa mwenzake aisee mwingine alimpima na ni ndugu pamoja, lakini katika hali ya kuharibu taifa ni kubwa kuliko ndugu mmoja. Aliongea naye jana usiku. Mimi Temujin ni shujaa mmoja tu, na kama siwezi kuwa mmoja, hawa si ndugu wetu ishia hapa kwa nzia leo kama tuelewane. Haya ni maongezi yao jana usiku. Na alishamuonya. Nakwambia mwisho wako ni leo. Aliachia mshale. Alimuua. Figi akaua ndugu yake mwenyewe. Sasa ndugu kama huwa kiishi na tamaa namna hii, nchi itakwenda wapi? Wakati kabila lao ndo kwanza linajimarisha bado. Likiungana na ufalme, nchi itakuwa mbaya na kabila litaharibika. Watu wa Mongolia wanaishi kwa umoja na upendo, sio kwa vurugu kama na tamaa walivyotaka wao. Walishinda hii vita. Basi baada ya pale Temujin akaunganisha makabila yote ya ukoo wa Mongolia, wakawa wanaishi kwa lengo moja. Mongolia yote kaungana wakawa kitu kimoja, na ikaitwa Geshi Khan, na ilipewa heshima kubwa sana. Jana sherekeeni kwa ushindi wa leo tuliopata. Asante matalisha maisha yao kwa ajili yangu Zebia. Kuanzia leo Zebia Isho na Mo mtafanya kwa makamanda wa jeshi 1000. Tunashukuru Khan. Jing, umenisaidia kazi kubwa sana. Na pia nimekupandisha cheo kuwa kiongozi wa askari 1000 pia. Wow! Hongera bwana. Mtoto mdogo anapewa majeshi 1000. Ni furaha sana. Fanya haraka mshukuru mkubwa. Nashukuru sana Khan. Jing, umetufanya tujivunie sana bwana leo. Kweli Jing alikuwa anatuogopesha pale mara ya kwanza, lakini kuonekana umesha kuwa mtu mzima, umekuwa tofauti kwa sasa. Kwa leo
Nataka nikupongeze zawadi zaidi ya muhimu sana kwenye maisha yangu. Nataka nikupe Jing. 大汗， Mheshimiwa, 你已经 ushanipa vya kutosha. Vinanitosha ulivyonipatia. Mimi sitaki tena kingine zaidi ya hichi. Anyway, 进来吧。 hebu njooni zawadi ndogo nimwandalia Jing hii hapa. Zawadi hiyo ni nini? Alimwandalia binti yake zawadi ni hii. Hii ni zawadi anayempa Jing. Basi wakawa wanacheza kitamaduni basi wanavyochezaga watu wa Mongolia. Mziki kidogo kapigwa pale. Watu wa Mongolia wacheza kimongolia Mongolia. Wakifurahia ushindi huu ambao waliupata kwa ndugu wawili waliotaka kumuua. Kama sio Jing basi yote asingetokea. Na mzee alifahamu kabisa mwanae anampenda Jing, Jing anampenda mwanae. Kwa bora aunganishe mambo yakae hapa vizuri tu.